usafi huu tumeenda na kuenzi miaka 64 hii ya uhuru. Uhuru wa Tanzania oye! Uhuru wa Tanzania safi! Lakini kubwa katika siku ya leo ni kuliombea taifa letu. Mwenyezi Mungu atupe utulivu, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuvumiliana. Kama tuna changamoto basi tuzungumze katika njia ya ustaarabu. Singida mmeonyesha ustaarabu mkubwa, mmetulia, sio kwamba hatuna changamoto. Changamoto tunazo, tunajua wapi kwa kuzipeleka, kuanzia ofisi za mitaa, ofisi za vijiji, ofisi za kata, tarafa, wilaya na mkoa. Amani yetu ndio maendeleo yetu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Amani yetu ndio uchumi wetu Singida. Mimi nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Singida na hasa vijana wa Tanzania wanaoishi Singida. Kwa kweli mmeonyesha uzalendo wa hali ya juu. Hongereni sana, tuendelee na mwendo huo. Asije mtu kutudanganya kwenye uhuru huu kwamba tukipigana tutapata suluhisho la matatizo, kwamba tukigombana tutapata suluhisho la matatizo, tukienda tukachoma barabara, tukachoma biashara, tukachoma nyumba zetu tutapata maendeleo. Tutarudi kuwa masikini, tutarudi nyuma hatua 10 badala ya kusonga mbele. Badala yake vijana, shikamaneni, ungamaneni, tunafikika viongozi wenu, tufikieni. Machangamoto yote tutawasikia. Vijana nyinyi ni watoto wetu na sisi ni wazazi wenu. Hakuna sababu ya kutukanana, hakuna sababu ya kuingia barabarani kupigana mabomu. Singida hiyo tumekataa na vijana wa Singida walikataa. Kesho tunapoenda kwenye uhuru, kila mtu akae na familia yake na wazazi wake na watoto wake na mke wake, atafakari amani ya Tanzania katika miaka hii ambayo tumeishi kwa upendo kama ndugu moja. Sisi wa Tanzania leo huwezi kutugawa kwa dini, huwezi kutugawa kwa siasa, huwezi kutugawa kwa kabila. Ndani ya nyumba moja, baba Mnyiramba, mama Mchaga. Uongo kweli? Uhuru wetu wenye amani. Mimi nawashukuru sana. Nahubiri amani kwa sababu najua ikiharibika amani watapata shida sana. Kina mama, watoto, ndugu zetu walemavu. Lakini tutairudisha nchi ambayo imeshasonga mbele. Imesonga mbele kweli kweli kimaendeleo. Turudi nyuma. Angalieni wenzetu waliofanya hivyo. Wamejaribu kuiharibu amani. Mpaka leo amani bado haijatulia. Ndio maana nikasema leo hebu tuibuke mtaani. Tufanye usafi, lakini tupeane salamu za upendo, salamu za kuheshimiana, salamu za kupendana. Yoyote yule atakayetaka kuharibu amani ya Singida, sisi wao adui yetu namba 1. Niwashukuru sana tena kwa mara nyingine viongozi wenzangu ambao mmejitoa. Tumekuwa wote hapa katika kazi hii. Niwashukuru wananchi wa kawaida na waona wako wengi. Lakini nawashukuru sana watumishi kwa uzalendo wa hali ya juu ndio uonyesha. Malcolm X aliwahi kusema kwamba history is a people's memory, without memory man is demoted to the lowest anymore. Ya kwamba tunapaswa kuishi kadiri ya historia, na kama tuwezi kuienzi historia yetu tunaweza kufananishwa sawasawa na kiumbe mdogo asiyekuwa na thamani. Hii ina maana gani? Tunakumbuka miaka 64 tulipopata uhuru kutoka kwa Waingereza na huko nyuma tumetawaliwa na Wajerumani. Tunapoadhimisha miaka 64 ya uhuru wetu wa Tanganyika ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunapaswa kuenzi mambo mema mazuri yaliyofanywa na wazee wetu. Na leo sisi tumekuja mahali hapa, tumefanya usafi ikiwa ni kuenzi uhuru wetu tuliopata. Na tukitoka hapa, twendeni tukatafakari kuhusu uhuru wetu na hatima ya nchi yetu. Tunasisitizwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani, tunakuwa na utulivu. Ni vizuri sana kila mmoja akajaribu kuweza kuwa balozi wa amani popote alipo. Amani yetu ni muhimu kuliko jambo lolote. Kama tunataka kuona kwamba tumeshiba amani tunayo, basi twendeni tukaulize wenzetu wa Rwanda, twendeni tukaulize wenzetu wa Kongo, twendeni tukaulize wenzetu wa Burundi, twendeni tukaulize wenzetu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Central African Republic. Wale ambao tumewahi kuweza kuhudumu kwenye makambi ya wakimbizi tunaelewa. Niombe sana kutumia fursa hii tunapoadhimisha miaka 64 ya uhuru, kuhakikisha amani yetu tunailinda mahala popote, iwe ni kazini, iwe ni mtaani. Na tuwashauri hata wale wengine ya kwamba matatizo yetu tutayatatua kwa